Soka au kandanda ni mchezo unaopendwa sana duniani. Unaleta watu pamoja, hujenga mshikamano na kuhamasisha vijana wengi kuota ndoto kubwa. Hata hivyo, mchezo huu umechafuliwa kwa muda mrefu na ufisadi. Kuanzia upangaji wa matokeo, rushwa kwa maafisa, hadi matumizi mabaya ya fedha. Swali linalojitokeza ni je, soka linaweza kuendelea na kustawi bila ufisadi? Ufisadi unapunguza imani ya mashabiki kwa uhalali wa matokeo. Mechi zinaamuliwa mezani badala ya uwanjani. Mashabiki hukata tamaa na kupoteza hamasa. Viongozi wa vyama vya soka wanajinufaisha binafsi kwa fedha zinazopaswa kwenda kwenye maendeleo ya michezo. Vipaji havikuzwi, viwanja havibadiliki na ligi hushuka kiwango. Katika historia ya soka, kumekuwa na kashfa nyingi zilizoathiri mchezo huo. Mfano ni sakata la FIFA la mwaka 2015 ambapo viongozi wakuu walihusishwa na ulaji rushwa mkubwa. Pia katika baadhi ya nchi za Afrika na Asia, upangaji wa matokeo umekuwa tatizo sugu. Swali ni je, mabadiliko yanawezekana? Ndiyo, mabadiliko yanawezekana, lakini yanahitaji dhamira ya kweli na ushirikiano wa pande zote. Ili kuondoa ufisadi, ni muhimu kuweka mifumo ya uwajibikaji, uwazi katika matumizi ya fedha na adhabu kali kwa watakaobainika kushiriki vitendo vya kifisadi. Teknolojia kama VAR, Video Assistant Referee, matumizi ya ripoti za kifedha za wazi na usimamizi wa mashindano kwa njia huru vinaweza kusaidia kupunguza mianya ya rushwa. Mashabiki, wachezaji, waamuzi, viongozi wa vyama vya siasa na serikali zote zina jukumu la kuhakikisha mchezo huu unakuwa safi. Elimu kuhusu athari za ufisadi na ujasiri wa kusema ukweli vitasaidia sana kupigana na janga hili. Nchini Tanzania, michezo imeendelea kuwa sehemu muhimu ya maisha ya jamii, ikiwa chombo cha kuhamasisha vijana, kuimarisha afya, kukuza mshikamano wa kitaifa na kutoa ajira kwa wengi. Hata hivyo, changamoto ya ufisadi imekuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya sekta hii. Hii inadhihirika katika upangaji wa matokeo kwenye ligi za ndani, upendeleo wa viongozi wa vyama vya michezo na matumizi mabaya ya rasilimali za michezo. Kwa miaka mingi, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wadau wa soka nchini kuhusu baadhi ya viongozi wa vilabu na mashirikisho kutumia nafasi zao kwa maslahi binafsi. Kumekuwa na tuhuma za upangaji wa matokeo, wachezaji kuachwa nje ya timu si kwa uwezo bali kwa kushindwa kutoa chochote, na matumizi ya fedha za udhamini bila uwazi. Mwaka 2019 kulijitokeza tuhuma za rushwa katika baadhi ya mechi za ligi kuu ya Tanzania bara, ambapo baadhi ya waamuzi walilalamikiwa kuathiri matokeo kwa makusudi. Ingawa hatua zilichukuliwa kwa baadhi yao kufungiwa, bado tatizo hilo linahitaji suluhisho la kina. Matukio kama haya huwakatisha tamaa vijana wanaojituma kuonesha vipaji vyao katika mazingira ambayo mafanikio yanategemea rushwa au karibu na viongozi. Vijana wengi wenye vipaji halisi huachana na ndoto zao wakihisi hawana nafasi ya kufanikiwa kwa njia halali. Tanzania imewahi kuwa na vipaji vikubwa katika michezo kama soka, riadha na ngumi, lakini wengi hawakufika mbali kwa sababu mfumo ulikuwa hauwapi nafasi. Ukosefu wa miundombinu bora pamoja na uendeshaji mbaya wa vyama vya michezo umechangia kutopatikana kwa matokeo ya kuridhisha kimataifa. Njia pekee ya kutoka kwenye kinywa hiki cha simba mwenye njaa kali ni TFF na mashirikisho mengine ya michezo yanapaswa kuwa na sera madhubuti za kupambana na ufisadi, ikiwa ni pamoja na kutangaza bajeti na matumizi yao kwa uwazi. Serikali na TAKUKURU wanapaswa kujenga mfumo rasmi wa kushughulikia malalamiko ya rushwa kwenye sekta ya michezo. Mashabiki na wananchi wawe mstari wa mbele kuhamasisha uwajibikaji na kukataa mchezo mchafu kwenye soka la Tanzania. Pia, vyombo vya habari
viendelee kufuatilia kwa ukaribu matumizi ya fedha za mchezo na kuwafichua wahusika wafisadi bila woga wala wasiwasi wowote. Najiuliza maswali kuhusu dabi ya Kariakoo, ila sipati majibu. Najiuliza maswali kuhusu kanuni za sheria za soka la Tanzania, ila sipati majibu halisi. Au niseme tu kuwa Medra Obrangata yangu tayari imefeli? Michezo ni zaidi ya burudani, ni chombo cha maendeleo. Tanzania ina uwezo mkubwa wa kufikia mafanikio makubwa michezoni kama tu itapambana na ufisadi kwa dhati. Vijana wa Tanzania wanahitaji mfumo wa haki usio na rushwa, unaothamini juhudi na vipaji halisi. Soka linaweza kuendelea bila ufisadi, lakini tu ikiwa kila mdau atachukua jukumu lake kwa dhati. Mchezo huu ni zaidi ya ushindi au kombe. Ni maisha ya vijana, ni furaha ya mataifa na ni taswira ya jamii. Kuusafisha ni kuujenga upya kwa kizazi kijacho. Makala hii imeandaliwa na Warioba Daniel almaarufu Ankosoro na kusimuliwa na mimi Halima Chomba.